Wow, dada Sumaya. Salama, habari za leo? Salama. Mimi salama. Kwema? Kwema kabisa. Hongera kwa kumaliza shule. Asante kabisa. Hongera sana. Asante. Maana wasichana wenzako wameshindwa. Darasa la 6 tu wamepata mimba. Wewe. Sasa mimi kwenye mahafali yako sikuwahi. Leo nashukuru tumekutana hapa. Nikaona hata sio vyema nimpe zawadi yake ya kwenye mahafali. Asante Kaboni. Sasa ukiachana na hiyo zawadi, kuna zawadi nyingine nataka nikugaie. Zawadi gani hiyo Kaboni? Zawadi yangu mimi na rafiki yangu. Rafiki yangu anatafuta msichana wa kazi. Nikaona sio vyema kwa kuwa dada Sumaya amaliza shule, bora nimfuate nimwelekeze hili. Dada wa kazi? Ndiyo, dada wa kazi, kwa sababu wewe sasa hivi ushamaliza shule na kukaa hapa kijijini, vijana atakumendea sana, alafu mwisho wa siku atakugea mimba za utotoni. Sasa mimi ili usipate mimba ya utotoni, nenda kafanye kazi. Huyo bosi kwani anakaa wapi? Huyo bosi ni hapa hapa mjini. Sema hapa ni mgeni. Wapi Kaboni? Mimi sijawahi kumuona mtaani hapa bosi. Siku ukimuona basi utamjua. Naamini kisura unamuona. Sasa haya sawa, mimi Kaboni kazi naitaka na ninahitaji. Tena nilikuwa naitafuta kwa nguvu. Sasa kwa kuwa ametokea bosi, ngoja mimi nirudi nyumbani, na maana natoka dukani. Nirudi nyumbani nikaongea na dada. Hilo limeisha, tena nitashukuru sana, maana hata huyo jamaa mimi atanishukuru. Haya sawa, asante. Haya. Kwa hiyo dada Sumaya. Sasa hivi dada, salama mzima ndugu yangu? Mimi mzima, sijui za wewe. Na mimi nipo, sijui familia. Mimi familia yangu hawajambo, sijui kwako. Na sisi tupo hatujambo. Basi mshukuru Mungu kama hata mjambo. Sisi tupo wazima tu hapa. Basi sawa. Salama, sisi za wewe. Salama kwema? Wema, habari za kutoka kwako? Salama, vipi umefika muda? Nimefika muda shoga yangu. Kwanza tusichelewe. Mwambie dada yangu. Dada. Kwa ulivyonituma kule dukani, nimekutana na Kaboni. Umekutana na Kaboni? Amekuambia nini? Kaniambia anatafuta dada wa kazi. Kwa hiyo ndugu yangu upo tayari kwenda kufanya kazi? Ndiyo dada, na mimi kwa nilikuwa natafuta kazi kwa muda mrefu. Basi dada, niruhusu niende nikafanye kazi. Sasa ndugu yangu, kwa kuwa umelizia wewe mwenyewe kwenda kufanya kazi, mimi sina shida yoyote. Sawa basi, mtafute Kaboni tupe majibu. Kamtafute umpe, mimi sina shida yoyote. Vueni viatu. Mkuu, kuna wageni. Eti wagulwe maboshela nje wekengene nje wagulu naitikia maboshela nje wana sawa eti wagulwe maboshela nje wekengene nje wagulu maboshela nje wana wagulwe maboshela nje wekengene nje wagulu maboshela nje wana wagulwe waboshela nje wekengene nje wagulwe maboshela nje wana wa. Karibuni vijana, karibuni kabisa.
Mganga, tumekuja sisi, tuna shida. Naelewa. Sasa ujeni nimwite jini wangu, yeye ndo atakayeuelekeza shida zenu. Sawa sawa mganga. Sasa tutaimba nyimbo kwa pamoja na kupiga makofi ili tuweze kumwita huyo jini. Sawa sawa. Sasa tutakuwa tunaimba kwa pamoja. Eti wakuluwe maboshala nje wekengene nje wakuluwe Maboshala nje wana maboshala nje wekengene nje wakuluwe Maboshala nje wana wakuluwe maboshala nje wekengene nje wakuluwe Maboshala nje wana wakuluwe maboshala nje wekengene nje wakuluwe Maboshala nje wana wakuluwe maboshala nje wekengene nje wakuluwe Maboshala nje wana ayo. Habari Chorero. Anakuulizeni habari za leo. Salama. Uknori ya Manchura kabagora nonna rasega. Sema nyinyi mna matatizo makubwa sana, ila kwa sababu mmefika kwa mganga Sai, matatizo yenu yamekwisha. Eti Manchura kana rekunintaga. Aya. Amesema leo atakupeni dawa mkatumie, ila baada ya siku 3 mtarudi tena hapa. Eti Manchura kana nonnara. Amesema anakuageni. Niambia kijana wangu anasemaje? Wamesema wana matatizo, wanataka uwasaidie. Ndio. Limeisha hilo. Sawa? Sawa. Ni tatizo dogo sana kama mlivyoambiwa, kwa sababu umefika kwa mganga Sai professional. Mimi ndo kiboko ya waboko, nitamaliza tatizo hili. Tunaelewana? Sawa mganga. Sasa nitawapeni dawa, mtakwenda kuitumia, ila baada ya siku 3 itatakiwa mrudi hapa. Hiyo siku ndiyo siku ambayo inatakiwa tukamalize tatizo. Sawa? Na hiyo siku ndiyo siku ambayo mtajua kila kitu. Matatizo haya yote, hiyo siku ndo mtaelewa chanzo ni nini. Sawa? Sawa. Hawa vijana wamekuja, wana matatizo. Wana matatizo makubwa sana. Wanataka msaada. Kwa hiyo naomba muwasaidie kama tunavyofanyaga siku zote. Siwe na kipingamizi. Hapa nitawagaia dawa, mtaenda kutumia hiyo dawa. Nawaomba mutie wepesi ikawasaidie. Kiona kimya hapa na wawekeni. Kono ya kushoto. Sasa hii dawa enda kuitumia. Hii dawa utagawana, simuko 3, utachutana kidogo kidogo, alafu kila mmoja inatakiwa akatie kwenye sado na maji ya kuoga. Sawa?
na kuwa mnaitumia baada ya siku 3. Siku ya 3 mkishamaliza inatakiwa mufike hapa. Sawa. Sasa kitu kinachotakiwa, inatakiwa muache sadaka ili nikanunue bando. Sawa. Hiyo siku niweze kujiunga kwenye mitandao yangu. Sawa. Ili tuweze kuangalia tatizo ni nini. Tunaelewana? Sawa. Maana siku hizi WhatsApp ndo kila kitu. Sawa. Weka hapa. Hapo sasa naweza mkaenda, ila msigeuke nyuma mnapotoka hapa. Jana chukua, peleka kwenye mizimu. Nachokuomba, yaani ukienda majumba ya watu inatakiwa ukatulie, kwa sababu kuna kila nyumba unayoiona ina mazuri yake na mabaya yake. Wenyewe. Karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante kabisa. Vipi mama lao? Mimi nipo mzima. Upo? Nipo. Ndio anasemaje? Sawa vile sasa hivi? Safi mzima. Mzima sikiza hapa. Dada Sumaya huyo. Niambie kabisa. Tokea muda wewe ndo unafika sasa hivi? Mbona ndio toka muda tu. Umerudi? Basi sisi tumefika. Maji nilikuelekeza tutafika hapa. Sisi tumefika. Bosi, hapa haina haja ya kuchelewesha. Sawa? Maana sasa hivi mipango ni kuharakisha. Mchana yeye ndo huyu hapa. Huyu dada yake huyu. Anaitwa Mama Lau. Karibu kaka. Asante dada. Mimi ndo bosi wake. Na Sumaya. Anaitwa Sumaya. Bosi wako ndo mimi hapa. Mimi sina muda sana wa kukaa hapa. Nimekuja tuongee, tupike mwafaka ili nikaendelee na kazi zingine. Basi karibu. Asante. Tuongee, tuelewane. Mambo mengine yaendelee. Na bosi, ukishaelewana hapa tunatoka naye leo. Kwa ni hapa mjini hapa leo tunatoka naye. Basi sawa, alikuelekeza kila kitu. Yaani ndugu yangu amenielekeza kila kitu na mimi nimeshamwambia anaweza kwenda. Mimi nitanilipa 60,000 mwisho wa mwezi. Ila nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Nilikuwa namuomba kama kuna uwezekano ili leo awasili nyumbani afike. Sasa kuhusu jambo hilo, labda mngemuuliza mwenyewe, labda anataka kufua vinguo vyake nini ajipange. Mambo mengine yaendelee. Dada una nafasi ya kutoka leo? Ndio na. Aweza kazi hiyo. Lazima afukuzie. Ndio maana siku hizi maisha kutafuta. Maana mwenyewe tumekutana tu barabarani asinifurahie. Kakaboni. Sawa. Haya. Sasa mimi hapa sina muda sana wa kukaa. Majukumu yote kuja kufuata hapa na kukuleta nyumbani na mwachia Mr. Boni. Sawa? Sawa. Atakufuata huyo. Na ua langu nibebee sawa? Sawa. Haya Mama Lau. Mimi nipo kaka. Nitakuta baadaye. Shamba la ulinzi. Shamba la ulinzi. Shamba la ulinzi. Kwenda ukatulie. Sawa. Maana wanawake wengine wa mabosi wanasumbua. Ni kweli kaboni. Sawa? Sawa. Na bosi akikutongoza usimkubalie. Nikubalie vipi? Utagombana na mke wake akikushibisha mimba wewe. Sina kawaida hiyo. Haya. Hebu msaidie kwanza, maana tumetoka mbali. Sawa hapo. Wapi viatu? Wadi kabisa. Karibuni. Shemeji. Karibuni kabisa. Asante sana. Karibu. Karibuni ndani.
Sasa mke wangu, ule mdada wa kazi ambao ulikuwa unamhitaji ni huyu ambao amekuja na Mr. Boni hapa. Sawa? Asante mume wangu kuniletea dada wa kazi. Dada, karibu, hapa ndo nyumbani. Asante kwa kunikaribisha. Sasa mke wangu, kama unavyomwona mdada wa kazi huyu hapa ashafika hapa nyumbani, sawa? Kwa hiyo utamwelekeza nini mazingira, sawa? Ila mimi natoka mara moja. Sasa shemeji, mimi hapa sio mkaaji. Wewe ni kuache ila ishi naye vizuri mtoto wa watu. Si unajua? Usijali shemeji, haina shida kwa hilo. Sasa vijana wangu, nimewaita hapa ni kuwapa taarifa. Yule jini tuliyomtuma ameshaanza kufanya kazi. Yaani ameshaanza kutikisa. Anawatikisa watu. Sasa vijana wangu, hapa ni furaha. Na nimegundua yule bosi anataka kununua shamba, anajifanya sana kiherehere. Sasa inabidi tumkomeshe na tumpelekee moto kabisa. Kisawa sawa. Kweli. Nipenzuka. Around about. Nipenzuka. 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 Shaanza kusumbwana wewe. Wewe amka, nimeona damu. Wewe mume wangu. Niache kwanza nilale bwana, mimi nimechoka bwana. Mume wangu, nimeona damu hapo. Damu iko wapi? Wewe chini hapa hakuna damu hapo. Mimi niliona hapo damu. Nasumbua bwana. Niache nilale bwana. Sawa. Shemeji yupo? Yupo vipi? Mwita nani? Mume wangu? Naam. Hebu njoo mara moja. Hiki nini? Mimi nimeamka sasa nakuta hivi. Nikamwona mamshe dada. Hii si damu hii? Hii ni damu. Mume wangu, nakumbuka usiku nilikuamsha nikakwambia nimeiona damu. Unaona sasa?
Mbona mauzauza hivi? Hapa kutakuwa na kitu, so ule. Hapa kipo kitu. Walizani atakuwa madogo, alivyoyatoa nje si akasua mbogo. Ona kuna mkubwa kuna mdogo. Shida gani hiyo tena? Na mpaka nimekupigia simu uje hapa sawa, ili kama kuna ushauri ufanyaje ili kunigaia. Nakusikiliza. Shida yangu ile nyumba, sijui niseme ina mauzauza, sijui nisemeje. Usiku wa jana kwa mkia leo mule ndani, usiku mke wangu ameniamsha, ananiambia kuna damu chini. Damu? Damu. Nakusikiliza ndio. Ila nimeangalia damu sione, wakati huo yeye aliniambia ameiona damu. Na isitoshe nimeamuka kwenye chumba cha mfanyakazi. Wewe? Mimi. Na mfanyakazi wako tena? Kawa nimechanganikiwa sana. Asubuhi tena damu tunaziona, mtu alikuwa mfanyaje amekanyaga. Sasa nikasema ngoja nimpigie rafiki yangu aje hapa ili anipe ushauri. Ndio maana nimekupigia simu rafiki yangu ili unisaidie. Kwanza pole kaka kwa changamoto. Ushauri ambao nakugaia, mimi naona bora twende kwa mganga. Basi sawa, tunaweza tukaenda, maana hapa hata sielewi hata kidogo rafiki yangu. Tunaweza tukaenda. Sio mbali sana huko. Kwenye shida rafiki yangu hakuna sehemu mbali. Lengo tulitatue ile tatizo. Kwa mtaalamu sio mbali. Basi twende, tunaweza tukaenda. Hapa tunaondoka rafiki yangu. Rafiki yangu natamani sana, ila hata nyumba hana. Karibuni sana. Asante. Karibuni kukaa. Moshi atuli. Una nini? Wewe ni viatu. Bosi usiogope. Mkuu, kuna ugeni. Karibuni. Baba asante, tumekaribia. Karibuni kabisa. Asante sana. Sasa mganga, sisi tuna shida zetu. Sasa huyu rafiki yangu natakiwa msaidie. Natambua kuwa mna shida, na ndio maana mmekuja hapa. Mganga, ndio maana tumekuja tusaidie na shida. Tatizo dogo hilo limeshaisha. Sasa inatakiwa nimuite jini wangu, yeye ndio atakayemaliza matatizo yenu. Sawa? Eki wakuluwe, mwaboshela nje wekengene nje wakuluwe, Mwaboshela nje wanje. Tunaitikia wakuluwe, mwaboshela nje wekengene nje wakuluwe, Mwaboshela nje wanawa. mnazindua. Mganga toewi. Mnaitikia. Sasa hujatufundisha na shikiaje? Mnamsikiliza huyu. Sawa? Haya. Eti wakuluwe, mwaboshela nje wekengene nje wakuluwe, Mwaboshela nje wanawa. wakuluwe, mwaboshela nje wekengene nje wakuluwe, Mwaboshela nje wanawa. wakuluwe, mwaboshela nje wekengene nje wakuluwe, Mwaboshela nje wanawa. aya. Shawiho. Amesema habarini za sasa hivi. Nzuri mganga. Amesema wewe hapo na matatizo makubwa sana. Na matatizo yako kwa sababu kuna shamba utaka kununua. Hilo shamba lina utata.
Kuna watu wengine wanataka kuuza, wengine hawataki kuuza. Amesema atakupeni dawa ukachimbie kwenye pembe za uwanja wako. Amesema anakuageni, anakwenda kwao China. Hao wana matatizo. Kuna shamba wanataka wanunue. Sasa baada ya kwenda huko shambani wamekutana na vindumbwe hadi wanarudi kwao. Kwa hiyo wanahitaji uwasaidie. Sawa, nitawasaidia. Ni tatizo dogo hilo, unaelewana? Unayaona haya? Haya ni macho ya mjusi. Mjusi ambaye anatokea baharini. Kwa hiyo inatakiwa upite kuchimbia kwenye pembe za uwanja wako. Alafu hili moja dogodogo, ili inatakiwa ulale nayo kitandani. Kila unapoamka asubuhi, inatakiwa uliite bebi na kulibusu. Hapo mnaweza mkaenda. Shamba la ulinzi, shamba la ulinzi, shamba la ulinzi, shamba la ulinzi. Oh, karibuni vijana. Asante. Naona mmewasili tena. Mmewasili. Basi leo tunakwenda kumaliza matatizo yote. Nashukuru sana. Kama nilivyowaambieni, leo ndio siku ambayo nitaonyesha maadui zenu. Sasa ngoja niende mtandaoni, niingie WhatsApp, nifanye majibu yako. Wewe Numile, hebu njoo. Mbona kama umechezea? Maana naona kila nikiweka password yangu haitaki kufunguka. Tatizo yake nilitumia MB za bure. Nikabidi niweke line yangu nibadilisha password. Piga nyota alama ya leli. Sawa. Si mnaona? Hawa ndio waliofanya haya. Hawa si dada zetu. Ndio. Hayo tukumbe wamefanya hawa.
Sogeni taratibu taratibu. Kuja! Toka! Leo ndio umekwisha habari yako. Umesumbua sana. Leo ndio imefika siku yako ya mwisho.